Twacokia ngatho nĩ kũndwa matigari maku, kuona ti mũtugo gũkoma na gũkĩra thayũ, naguo ũndũ wothe wambĩtie nĩ ũthiaga wega, ngagĩkwĩhokera mũkũyũ Ngai ndathimĩra. Ihoya rĩakwa mũkũyũ Ngai nĩ gũkuona, kĩambĩrĩria gĩtagatĩ-inĩ nginya kĩrĩkĩro, ndambia ũndũ wothe na moko makwa wagĩrĩre, na ndoimagara gwetha baba niĩ ngakuona. Shakweti kuona maidari makwa, ihoya rĩakwa mũkũyũ Ngai nĩ gũkuona, kĩambĩrĩria gĩtagatĩ-inĩ nginya kĩrĩkĩro, ndambia ũndũ wothe na moko makwa wagĩrĩre, na ndoimagara gwetha baba niĩ ngakuona. Ndarathĩra mwaka ũyũ ndoiga nĩ wa irathimo, mĩbango yothe bangĩte nĩ gũkinyanĩra, thayũ na ũgima wa mwĩrĩ ituĩke igai rĩakwa, kanua gakwa karage mawĩko maku. Ihoya rĩakwa mũkũyũ Ngai nĩ gũkuona, kĩambĩrĩria gĩtagatĩ-inĩ nginya kĩrĩkĩro, ndambia ũndũ wothe na moko makwa wagĩrĩre, na ndoimagara gwetha baba niĩ ngakuona. Ndakũhe ngoro yakwa ĩtuĩke gĩtũũro gĩaku, ũtukũ na mũthenya tũtikanatigane. Nĩwe riumagarĩro na ihũndũkĩro rĩakwa, ndingĩona ũru wĩ tawa wa magũrũ makwa. Ihoya rĩakwa mũkũyũ Ngai nĩ gũkuona, kĩambĩrĩria gĩtagatĩ-inĩ nginya kĩrĩkĩro, ndambia ũndũ wothe na moko makwa wagĩrĩre, na ndoimagara gwetha baba niĩ ngakuona. Ihoya rĩakwa mũkũyũ Ngai nĩ gũkuona, kĩambĩrĩria gĩtagatĩ-inĩ nginya kĩrĩkĩro, ndambia ũndũ wothe na moko makwa wagĩrĩre, na ndoimagara gwetha baba niĩ ngakuona. Miguuni mwako
usaidizi wakati kama huu na kuamini. CTV, turning on the revival. Welcome. Good evening. This is another moment that we come back again for another gospel hour. This gospel hour, that's the time that we discuss and see how God has been working in our lives. Ni mambo ambayo mengi ambayo tunaenda kuyachunguza na kuyaangalia matukio mazuri na mema Mungu ametutendea katika maisha yetu. Unapoketi kwenye nyumba yako hapo umetulia, unapongojea labda unangojea safa ama umeamka wewe ambaye uko Amerika, uko nchi za ugaibuni ambao umeamka sasa hivi, tunakukaribisha tena katika ibada za jioni, ibada za gospel hour. Gospel hour ni wakati maalum ambapo tunaangazia matukio mazuri yenye upendo, yenye manufaa na yenye njia ambayo Mungu angetaka ama alitaka tukae. It is very special. It's a very special moment for all of us and for you. I welcome you once again into this wonderful program, the Gospel Hour. And I want you to share, to invite in our YouTube page, that is CTV Kenya. Share, like, share, and also subscribe. When you subscribe to our page, then you make us move, you make this word move to another person or go far and far. We want to reach more than 10 million people, 20 million people, 30 million people with this, our telecast, broadcast. Therefore, help us to reach these people by subscribing, by sharing, and by liking. In our Facebook page, we have CTV Kenya, CTV Kenya in small letters, CTV Kenya in small letters. Don't subscribe that has the with capital letters. Those are fraudsters who are trying to get what we have been doing, and it is unfair. Whatever they are doing, it is unfair, but we are praying to God to do something upon that. Also, we have another our page in Twitter, CTV_Kenya. All of them, they are under small letters, not capital letters. Anything with capital letters, it's not ours, does not belong to us. All that is ours is small letters. Also, we are going to be exposing them so that you can be able to know these fraudsters that are doing whatever they are doing. Therefore, those are the pages that you can like, you can share, you can subscribe. And if you do that, God will bless you and you become partners. We're also looking for partners for this ministry. CTV Kenya is looking for partners. People who can come and volunteer with us, people who can come and work with us, people who can come and share with us this word of God, people who can go even to the arid areas where people are suffering, people who can go to help, who can come up and help the suffering in the community. We have the charity movement that we are helping the needy, the people who are suffering, the old, the young, women and men, all of them, people who have issues, challenges of life. We are helping them, we are assisting them, we are lifting them, because this is what God has called us. Jesus said, I was in prison, you never came to see me. I was in hospital, you never came to see me. I was hungry. Is it hungry? Hungry? Yes, hungry. Yani, nilikuwa na njaa. I'm talking about here. I was here.
and here was not having food. Thank you. God bless you. That is what we are talking about. We want to help people. We have a program, a charity program that we are helping our elderly. And towards every single end of the month, we have those elderly people who we support under the umbrella of the church, the synagogue. The synagogue, Crusaders for Christ Ministries. We help and assist our elders so that also they can have a meal, or they can have a blanket, or they can have a cloth, they can have a shelter for them to be able to be sustained. We also see the handicapped people with disabilities. We assist them. Those people who need wheelchairs, we are giving wheelchairs to them. Those people who need help, financial help, we give financial help to them. Those people who have issues, we are also helping them. Another thing that is so important to me is that we are empowering the youth. We are empowering young people. Very soon, maybe in the course of the week, we will be showing you the work we are doing with the youth. That is, we are doing the furniture, we are doing mechanical, we are doing all courses that we can help a young person. We are empowering talents. We are empowering whatever you want to do. If you're a musician, we support you by producing music for you. If you have a talent, maybe you are a saloonist, we empower you to do the job. If you have anything that you think we can be able to assist, as long as we'll go and look at the background we have come from, that you have something that is supposed to be assisted, and we are here to assist you. That is why I'm looking for you people out there who are wealthy, who have got money, who got anything that you can help a needy person, so that you can be able to help them. In us with CTV, we are doing this in conjunction with Team Kujamini in Seattle, that is in America, with Dr. Pastor Reverend Victoria's Destiny, and many more. Therefore, those are just a few of the things that we are doing. We are also empowering and assisting young people who want to do journalism, who want to be journalists, who want to be reporters all over. We are assisting them so that they can become better people. We're also doing farming with young people who want to do farming. We have acquired pieces of land that we can be able to work together with them and empower them so that they can become better citizens, because better citizens, as the Bible says. Because Jesus, when he was passing, he was told there are people who are demon-possessed. And he reached there, Jesus told them, these people are not sick. All what they need is food. And when they were given food, they became normal again. So sometimes the problems or the challenges you are seeing with the people, they are not spiritual, but physical. And they need you. Me and you, we come together, we help our brothers and sisters to have a better life so that we can have a better society. Because Jesus said he will only come when we, all of us, will turn to become Christian. That when we accomplish his mission, reach as many people all over the world, that when the gospel of Jesus Christ would have been spread all over the world, that's when he's going to come. Meaning, he is not really prepared to come. If I can do my calculation and my math, we are 6 billion people, going to 7 billion people. And if you go to China, they don't know Jesus. You go to Russia, they don't even know the God. If you go to many countries, they don't know. The Muslims have not confessed that Jesus is the Lord. So we have a big work to do. And some of these activities will help us change the mindset of the people. It is not only telling people the word of God. It is not only preaching the word of God. It is not only speaking the word, speaking tongues, or being whatever you're going to church. No. It is about changing lives and changing minds. We have to change our lives. We have to change the mindset that we have. A Christian must be a hard-working person like our Master Jesus. Therefore, I want to look at it through that concept. We are looking, our topic today is being effective is much more powerful than being popular. There are so many people who are aspiring to be popular. They are fighting to be popular. They are hacking accounts, Facebook accounts, social media accounts, so that they can take people, or they can
acquires many people towards themselves so that they can be popular. What I want to warn you, I want to just to tell you is that it is more effective, it is better to be effective in the society than becoming popular. Because there are so many people who are popular, but if you look at their track record, they are so ineffective, they are so useless, they are so hopeless, because what their work is to sit around a computer or a system and go on hacking systems so that they can become popular. That popularity will not translate to be a godly person. I want to look at the history of one person called David and see how David lived a life that was so important that we all that are existing on earth need to emulate. David was a young person, a elastic person, a person, just a boy from grazing cows and goats, a boy that was rustic, a boy that was dirty, a boy that was a nobody to the eyes of many people. A boy who was even nobody to the eyes of his own father. Because when the prophet came, he went asking God, I want to anoint one of your son. God, his father Jesse did not even come into terms, or in his mind it did not appear to him that David could be a king. And instead he went looking for his sons, who seemed in the eyes of him were capable, were important, were special, were the kind of a people that he wanted to ascend to power. In the eyes of Jesse, the sons, the elder sons, were better positions to become, kings, or some people who in the society who can be able to be associated with leadership. Lakini ole wangu, huyu mtu nabii hakuwa na nia na hakuwa na mpango ule, maana Mungu alifuata mpango wa Mungu. Akufuata mpango wa Mungu, alifuata kwa njia ya kwamba alifuata maagizo, na maagizo ya Mungu ni kile ambacho kinafurahisha, kinachotoka moyoni, kinachotoka kwenye moyo wako, ndicho cha muhimu sana. Si tajiriba, si jina, wala sura, wala kiu, na wala muumbo wa mtu ndio ambao unafanyia, ambao Mungu anauangalia. Anaangalia kilicho ndani ya moyo wako. And what pleased God was the heart of David. And you see, David was a great king, yet with critical flaws in his life. He had a lot of flaws. In fact, if there is one person on earth, mtu mmoja tu katika dunia hii who had many flaws, was David. David had 8 wives, and some of them were stolen, not his personal wives. David was lived a thuggish kind of life, but he's a man God describes as a man after my heart. So what is this that caught the eye of God? One thing, despite the flaws that David had, he was able to unite the 12 tribes who were just who lived a rag-type life, the disunited, disjointed tribes. He was able to bring them together by invoking the word of God to them, and by joining them. Akawalete watu wote, all the tribes, akalete wote, Judah, Ephraim, wote akawalete pamoja, akawaunganisha kina Levi, akawafanya ikakuwa jamii moja. Under David, all the tribes worked from one line. He became the king of all tribes. He became the king. He was the most powerful king that has ever existed on earth. Until even today, we refer to Jesus as the son of David, because of the immense power he had, because of the immense influence he had. Why? Yet he was not schooled. Why? Yet he was not favored by his father. He was just a rustic boy who had no powers, who had no knowledge, who had nothing with power. Look at what he did to Goliath. To the many eyes of the people that were around him, Goliath was something that was unimaginable, that nobody could imagine, that anybody of such magnitude, something like a small boy like David, could be able to kill Goliath. But God knew that what was in David, the heart of David, the power that was in David was bigger than David himself. And that's what I'm saying, and that is where my topic is coming from, that it is better to be effective other than being popular. Because David did not do the job of God with popularity.
did not act with popularity, did not fight the enemies with popularity. He fought every battle with the name of God. And he became so effective that wherever he went, everybody wanted to be associated with him. That every battle he touched on, he won. Despite the fact that he was just a nobody. There was King Saul who was in power. There was King Saul that had the immense power, the immense control, and was a very powerful figure. But listen, Saul went searching for David all over. Because inside the spirit of Saul, he knew that David is very powerful, despite that he was not popular. Because everybody was looking at somebody who was popular, somebody who is powerful. Like in our society today, you will just, anybody hearing a certain politician who is very popular, they will attend his meetings. But any other politician that does not have a big name, people will not attend his meeting. Hawataenda. Kwa sababu yeye si mtu ambaye anajulikana. Hata katika hali ya kiuchungaji, kuna mchungaji unapata ana power, ana authority ya Mungu, ana kipawa cha unabii, ana uwezo wa kubadilisha maneno. Lakini kwa sababu hajulikani, wanachagua kukimbilia manabii ambao ni wa sarakasi. Kwa nini? Kwa sababu wanajulikana. Lakini ukaangalia yule anayefanya kazi kubwa na kazi nzuri ni yule ambaye ako chini mule, hajulikani, lakini mambo anayoyafanya ni ya kiajabu. Kwa sababu Mungu anatenda na kufanya kazi na wale ambao wanajinyenyekeza, Mungu anainuka. Ukikosa kumuinua Mungu, wewe upande juu, basi Mungu atakuondokea. Na ndio unapata watu wengi, wawe ni wachungaji, wawe ni wanasiasa, wawe ni wafanyabiashara, wengine Mungu sana amewaondokea. Na anapowaondokea wanakuwa watu ambao ni wakubwa, lakini hawana uwezo, hawana shinikizo lolote katika jamii. He was a priest. King David was a priest and a king. Mwangalie, alikuwa ni mchungaji, ama alikuwa ni mchungaji, alafu bado katika ule uchungaji wake alikuwa na azma ya ufalme. He was a king. He was a king, yet he was a priest. Alishika nafasi mbili ambazo alizitekeleza kwa mujibu wa mafundisho na sheria za Mungu. Alitenda kadiri ya upendo wa Mungu na akafaulu. Angalia katika kitabu cha Zaburi, amekiandika chote, na alitumia kitabu cha Zaburi katika kuileta jamii ya Waisraeli pamoja. Aliiunganisha kupitia Zaburi. Alitenda muujiza kupitia Zaburi. Alitenda kazi kubwa sana. He did miracles through the Psalms. He united, he empowered through a great power of the Psalms. He united the Israelites. He brought them together. Through these powerful prayers in the Psalms, he did them and he used them to empower and bring together the Israelites by composing. No, most of the Psalms books, he's the one who composed them. And as he was composing them, he used them to bring an illustration of godliness. He used them to bring the godliness into the children of Israel, until all of them turned back to the ways of God and walked the walk of God and lived the work of God. Therefore, most of us look for the titles. Most of us go looking for the power. Most of us go getting money. I know some of the politicians, some of the business people, once they get a little money, they will just go and take the money to the people. Wanaenda wanasambaza pesa ili wanunue jina, ili waitwe majina makubwa. Wengine wanaingia kwenye mitandao, wanaiba zile nani za mitandao, kisha ndio wanajirundikia majina ya wale watu na namba za wale watu, alafu sasa wanasemekana wao ndio wana ufuasi mkubwa sana. Maana wanatafuta jina lilo kubwa badala ya kumtafuta Mungu mwenyewe, ndio Mungu akaweze kuwainua. It is about the name of God. It is about looking for God. Ukamtafuta Mungu naye Mungu atakuinua. Unanyenyekea, kwa sababu unaponyenyekea Mungu anakutia nguvu na anakutia kipawa ndani yako. Anakutia moyo ambao ni moyo mkuu, moyo ulio na nguvu, moyo ulio na ushindi mkubwa, moyo ulio na shinikizo kubwa ambalo linabadilisha maisha ya binadamu. Na utakuta Daudi mpaka wa leo, hata Yesu mwenyewe hata sasa tunamuita mwana wa Daudi. Na alifanya makubwa, hata Mungu akasema huyu ni mtu aliye wa moyo wangu. Is a man after my heart, because David never sought for big name.
David never sought for popularity. David never sought to become. He sought to be humble before God. He had a humane heart. He had a heart that was humble. He had a heart that really wanted to have God. He just walked godly, despite the flaws that he had, despite the difficulties of life, despite the challenges that he had. His heart was compassionate. He had a heart that was big in terms of loving, a heart that was big in terms of caring, a heart that was big in terms of conquering an enemy. He had a heart that conquered every single enemy without using power, without using force. So therefore, when you have a big heart, when you have a good heart, when you have a heart that is caring, a heart that is loving, a heart that cares for everybody, then you become that which God wanted you to be. Unafanyika mtu ambaye ana ukuu, maana Mungu anaingia ndani yako. Mungu anatafuta hiyo nafasi ya moyo mnyenyekevu, moyo ambao unapenda, moyo ambao unashauri, unatafuta ushauri wa Mungu, moyo ambao ni una neema ya Mungu, moyo ambao unanyenyekea. Huo ndio moyo Mungu anautafuta. Na anapoupata, maisha yako yatabadilika. Anapoupata, maisha katika familia, maisha katika biashara, maisha katika ndoa, zote zinabadilika. Maana ukuu wa Mungu unaingia ndani yako. Ukuu wa Mungu unaingia ndani ya moyo wako. Na moyo wako ni moyo ambao una ukuu mkubwa sana. Moyo ulionyenyekea, moyo ulio mkunjufu, moyo unaomtafuta Mungu. Maana Biblia inasema Daudi aliimba wimbo akamwomba Baba, hebu niumbie moyo mpya. Niumbie moyo mpya, moyo unaonyenyekea, moyo uliojawa na upendo, moyo uliojawa na hisia zako Baba. Ninyenyekeze, vunja moyo wangu wote, vunja mwili wangu tena, uniumbie mwili mpya, uniimbie moyo mpya. Kisha akasema kwenye Zaburi 105 na Zaburi 103, akamwambia Baba, sina uwezo, sina nguvu, angalia maadui ambao wameniinukia. Akamuomba Mungu, Bwana nisaidie nikaweze kumaliza mwendo salama. Akamuomba Mungu, akamwambia nipe nguvu nikafike nikamalize mwendo salama. Na hakika Mungu alimpatia. Na akaomba Mungu, akamwambia maadui wangu wanaponifuata horimai, wanapomfuata kwenye milima, wanapomfuata kwenye njia, ifanye barabara yao iwe na utelezi. Wanapojaribu kunifuata, wateleze na wakaanguke. Hivyo ndivyo Mungu alifanya kwenye maisha yote ya Daudi. Kwenye maisha yote ya Daudi walimuinukia, lakini aliwashinda. Yeye akiwa kijana mdogo, akiwa hana uwezo, akiwa hana nguvu, walimuinukia, lakini alishinda. Wakakuja wakanyakua, akabeba wake wawili, watoto na ng'ombe na kila kitu. Lakini alipowafuata, Mungu aliwarejelezea, kwa maana wakati wote wa Daudi hakuanza safari bila kwanza kumuhusisha Mungu. Alifanya mahusiano mazuri na Mungu. Moyo ambao ni mnyenyekevu unafanya mahusiano mazuri na Mungu. Na unapofanya mahusiano mazuri na Mungu, vita zako zote unapata Mungu mwenyewe anavipigana. Vita vyako vyote nakuta Mungu mwenyewe anavishughulikia. Uwezo wako ambao unao, Mungu unapata Mungu ndio anakuwezesha zaidi. Huyu Mungu ndio anakufaulisha zaidi. Huyu Mungu ndio anakushindania zaidi. Maana hakuna siku ataacha mtu ambaye amenyenyekea, mtu aliyemwamini, mtu aliyempenda. Kwa hivyo ukiangalia katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 inaongezea inasema kwamba Daudi alikuwa na moyo uliompenda Mungu. He had a heart. God said is a man after my God. Because, is a man after my heart. Sorry. See, God said David is a man after my heart. And that is why God loved, despite the flaws that David had, God just walked with David. Because David, the first thing he did, he made God to be his friend. And another good example where God made somebody as a friend is Enoch. Enoch decided to call God my friend, and he walked with God as a friend. And since then, nobody has ever been able to identify the grave of Enoch. Abraham was another person who walked with God with a humble heart. He just walked. Remember one time he had to surrender his wife to the enemies. Remember his son Isaac had to surrender his wife to the enemies. All of them, they surrendered their wives to the enemy because they didn't want to be known. They didn't want to be killed. They didn't want to offend the people that were in their hands. They didn't want to offend the Philistines. But because they knew that God is going to fight for them, they humbled themselves
and waited upon the word of God and waited upon the hand of God so that they can be able to move forward. And when God saw that, God fought their battles. He returned their wives to them. He returned whatever that was stolen from them by the enemies. Look at Jehoshaphat. Jehoshaphat, when he was told the enemies are coming, he never went fighting. He never went asking for God to give him power so that he can conquer these enemies. He went and sought the will of God. He went and sought the power of God. He went and sought the favor of God. If you look again at Joshua, he fought all the battles with God because God told him, I have given you Jericho. Alimwambia nimekupatia Jericho. Usiogope. Don't fear. Don't be dismayed. He insisted on that. Don't fear and don't be dismayed. I am with you. Why? Because the lives of Joshua, he lived in the tents, worshiping and praising God. He lived in the tent, just worshiping and praising God. And he praised this God. He worshipped this God. He stood with this God. And when it came the time for his elevation, God stood with him because he stood with God. So therefore, my dear friend, my dear sister, my dear brother, my father, my mother, wherever you are watching this broadcast from, I want to encourage you today that with God, everything is possible. That with God, he will never forsake you nor leave you. With God, he has given you a promise over your life. He has given you a promise that you will conquer. Wherever you are going, you will conquer. That you will walk over the snakes and scorpions and they will not be able to hurt you. That your enemies will come in one direction and they will be scattered in several directions. And that wherever when you go out or you come in, you will remain to be blessed. Why? Because of that heart that loves God. That heart that cares for the poor, that heart that cares for the needy. May God bless you for today. And that is the end of our sermon today. And telling you that the favor, David had immense favor from God because his heart was after God. When you are after God, you have immense favor. Whatever you do, wherever you go, wherever you go, whenever you go, every enemies, they will rise against you. People will rise against you. People will hack your accounts. People will hack everything from you. People will take it away from you. But still, you will conquer. Because our Lord is a faithful God. Our God is a master. He's a master, a special God, a wonderful God. He was with Moses. He conquered the enemies, that is the Egyptians, who are superior, who are wonderful, who are creative. But he conquered them as they came. He dried up the river in favor of his own children, Israel. Why? Because they had surrendered to God and shown God that they don't have a capacity to fight for their own, but let God fight it for them. When Jeremiah was given the ministry, he told God, I am but a baby. I am but a small boy. I cannot be able to do it. But God came when he realized this boy has stepped down in favor of him. He lifted up this boy. So God will lift that person who is ready to go down in favor of God. When King Uzziah died, Isaiah saw God. Isaiah was just but a small boy, but God came and empowered him. He touched his mouth and told Isaiah that from today I have put power in you. He touched the mouth of Jeremiah and told Jeremiah, from today you've got the power to overthrow, to bring down every principalities, kingdoms and nations, and instead plant a godly kingdom. So you got the power when you go down, when you humble down, when you become ukinyenyekea, Mungu naye anakuinua. Ukamwangalia Musa, alikuwa anashambuliwa, anatafutwa na maadui kote. Maana wakati ule kipindi kile alikuwa ameua. Maadui walimtafuta, mfalme alimtafuta amuue. Lakini Mungu alimficha. Mungu alimpeleka mahali akajificha ndani ya ufalme uliokuwa unamtafuta. Muangalie Musa alilelewa katika ufalme ambao ulitaka kumuua. Walienda kumtafuta mbali, lakini alikana wao na akaweza kuwashinda. Hivyo ndivyo Mungu atakaposababisha wao wanaokuinukia, wao wanaokushambulia, wao waliokupangia waovu. Utakana wao wakikupangia, maana hawatajua ni wewe. Watafikiria ni mtu wa nje.
Kisha wakati utakuja kuwa mkubwa, watakuja kujua kweli wewe ulikuwa na Mungu, na watakuwa mashahidi kusema kweli Mungu huyu alitembea na wewe. Watakuwa na mashahidi wa kusema kweli huyu Mungu alimtetea, maana hiyo ndio akamtoa mwanae wa kipekee Yesu Kristo. Jinsi hiyo akatolewa kama kwa msalaba, ndiposa sisi tukaweze kukombolewa. Wewe dada, wewe kaka uliye mahali pako, wewe ambao unanitazama kwa runinga hii, wewe ambao unanitazama kwenye television yako, wewe ambao unanitazama kwenye redio, wewe kwenye simu yako, wewe ambao unanitazama kwenye kipatakalishi chako, Mungu akubariki. Mtegemee Mungu, Mngojee Mungu, maana ana suluhisho ya maisha yako. Usife moyo kwa yote ambayo unayapitia. Just wenyenyekea tu, rudi chini ukamuinue Mungu. Mwachie Mungu nafasi yake akutetee. Wacha Mungu aitwe Mungu, maana hakuna Mungu mwingine. Wacha Mungu aitwe Mungu, maana yeye ndiyo Jehova Nisi, Jehova Jire, Jehova Rafa, Jehova Shalom. Ndio bendera yetu, ndio uponyaji wetu, ndio umoja wetu, na ndio amani yetu. Tuweze kumtegemea yeye peke yake na tunyenyekee, ndio ainuliwe. Katika kitabu cha Zaburi 41 nasema, yeyote adagaye simama na mtu ambaye hajiwezi, maskini, kiwete, watu wagonjwa, naye wakati wake wa unyonge, Mungu atasimama na wewe. Wakati wote ule tukamtegemea Mungu na tukae katika maisha mazuri, tuachane na kutafuta sifa, bali tumtafute Mungu. Wacha sifa, maana sifa ni za binadamu, sifa ni za kishetani. Ndakavuna mtu anayetafuta sifa kupitia watu wa msifu, wa muinue, amesahau ya kwamba Mungu yuko mbinguni. Huyu Mungu ana uwezo mkubwa, na huyu Mungu anajua kubadilisha. Tafuta Mungu na Mungu atakuinua, maana hiyo ndio Mungu anakupenda. Maana hiyo, na kulingana na wakati wangu umeisha, na nataka kusema ni asante kwanza kwa Mungu na kwa wewe ambao umepata wakati wako wa kuangalia na hata kuwa pamoja na sisi na kutembea na sisi na hata kutusikiliza. Kesho pia ni siku ninakualika katika Kigosho Night, ambako tutakuwa tuna host wa Kolino ambao watakuwa na nyimbo moto moto kutoka saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Mnaalikwa nyote, na walio karibu na maeneo ya Nairobi kuja hapa kwenye City Stadium roundabout. Tutakuwa na Kigosho, ingia hapa majira saa 12, tukaanza kumwimbia Mungu. Maana Daudi alimwimbia mpaka nguo zake zote zikaanguka chini. Ndio kwa maana Mungu akasema, this is a man after my heart. May God bless you, may God anoint you, may God give you power. Wewe ambaye uko na tatizo, labda ni ugonjwa, wewe ambao unasikia unaumwa ama una matatizo mbalimbali, inua mkono wako wa kulia juu, huo mkono wa kushoto kawekelea kwenye kifua chako, nipate kuomba na wewe. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Unisamehe dhambi zangu, unifute kwenye kitabu cha mauti, uniandike kwenye kitabu cha uzima. Ponya moyo wangu, ponya mwili wangu, na hata ponya hisia zangu. Bwana, niko tayari kukutumikia, kukufuata na kukaa kwenye mapenzi yako. Naomba uponyaji wa mwili wangu, wa nafsi yangu, na hata wa moyo wangu. Sema amen. Kama umefanya hilo jambo, basi guza mahali ulikuwa unaumwa, uone Mungu amekutendea muujiza, amekutendea kitu kipya. Na Mungu awabariki. Ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo na kuweza kuwazingira kwa moto wa Mtakatifu. Mapepo yaliyotumwa na yaliyojituma yasiweze kupata upenyo katika maisha yako. Kwa wale ambao wanatutazama, tuko katika mitandao ya kijamii. Facebook tuko CTV Kenya, yaliyo na maandishi yasiyo makubwa, yani small letters. CTV Kenya with small letters zote. Kama ni Twitter, tuna CTV_Kenya with small letters. Kama ni Facebook, ni CTV Kenya with small letters. Kama ni YouTube, ni CTV Kenya with small letters. Tumekuwa na watu ambao nasikia ni watu ambao ni majambazi, hackers ama fraudsters, ambao wamekuwa kiingia kwenye mitambo ya watu, ndio waweze kupokonya ama kuchukua watu. Maana wametumwa hao watu, unakuta wamepokonya. Kuna CTV Kenya iliyoandikwa na herufi kubwa, herufi capital letters kubwa. Tukifuatilia vizuri, tumekuja kujua ni kikundi fulani cha watu wa Illuminati ambao wanafuata watu, ndiposa wachukue address zao, wachukue na mails zao,
ndiposa waweze kuwaingiza katika uabudu wa shetani. Sisi hatuhusiki na hatukui. Wamehack, wamechukua picha zetu, wamechukua mafundisho yetu, wamechukua mahubiri yetu, wameiweka kwenye nani zao. Alafu wakisha wanataka kuiunganisha, ndiposa waonekane ni kama ni wao, wakiwa na nia ya mvutio ya kuvuta wale watu, kuwaunganisha pamoja na mitandao ya kishetani. Kwa hivyo ukiona CTV Kenya ambayo imeandikwa na herufi kubwa, ama CTV Kenya imeandikwa na herufi ama capital letters, sio yetu kabisa. Hatuhusiki, we are not part of them. We are not part of the CTV Kenya with capital letters. We have done our research and we've known that there is a group of the Illuminatis that they are hacking people's accounts, and so that they can trap you into their beliefs and into their teachings. They want to destroy your life, and be cautious about it. Be cautious about it. We are going to expose them very soon, as we are going to we are tracking them very, very soon. We are exposing them so that you may know. And it's not only our account that has been hacked. Several people, several pastors' accounts have been hacked, and things are happening, nasty things that are happening around. We are going to expose them, and we are going to let you know who they are by their names. We have reported this matter to the CID. We have also reported this matter to the Department of IT, and also the Facebook and the YouTube, so that they can follow up with investigations, and then we'll be able to let you know later. Neno litaendelea. May God bless you. May God give you power and authority to triumph over snakes and scorpions. Amen.